Naam, ikiwa siku ya 17 mwezi wa pili mwaka wa 2025, karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Moshoge, na siku ya leo taarifa hizo zinakuja moja kwa moja kutoka eneo la mapumziko ama People's Park kutoka kaunti ya Kisii. Na tunaanza na taarifa kutoka kaunti hii ya Kisii, mahali ambapo waziri wa elimu Julius Migos Ogamba amekuwa akizuru, na kuna mengi ambayo ameyazungumza, hasa yale ambayo yanahusiana na masuala ya elimu, wakati ambapo amewahimiza wanafunzi na wazazi kujiepusha na masuala ya uchomaji ama kuchoma shule, huku pia akiyazungumza hayo siku moja baada ya shule ya Nyosia Mixed kuchomeka. Na aliyezungumza hayo akiwa katika shule hiyo ya Nyosia. Ilikuwa ni siku ya furaha sana kule chini, kwa sababu tulikuwa tunafanya celebration ya watoto kufanya shule vizuri na shule kufika miaka 60. Lakini saa hii bila tumekuja hivi, sisi kama watu wa education tuko na huzuni sana. Tuko na huzuni kwa sababu tumeona dom ya watoto ikichomeka ama ikichomwa. Tumeangalia pale vile tumeenda, zile rooms ziko separate na zote zimechomeka. Inamaanisha kwa mtu alienda akahakisha moto pale, akatoka akahakisha next room, akatoka akahakisha the next room. And that is very, very annoying. Wacha niwaelezee hivi. Ministry haina program ya kujenga dormitory yenye imechomwa. Parents hawa wazazi ndio watakuwa forced kujenga hiyo dormitory. Na wanafunzi wote niwaelezee kitu kingine. Arson, kuchoma kitu inaitwa arson. Arson is a criminal offense. Wakati huo pia waziri Julius Migos Ogamba amezungumza kuhusu mfumo mpya wa ufadhili wa masomo ya ngazi za juu ama vyuo vikuu, akisema kwamba ni mfumo ambao unafaa, na akiushabikia huko akisema kwamba hivi karibuni utaanza kufanya kazi na Wakenya wataushabikia. On matters the funding model, as you are aware, the funding model was undergoing a review, as at the time the court then ruled that it is null and void. We've made an appeal and we made an application for stay of that ruling because we think the judgment was erroneous. Secondly, the team that was reviewing the funding model, looking into a number of issues that related to it, including the MTIs, including the cost of programs, including the issues related to the reviews and the appeals that the students had made, were in the process of completing the report. The report is likely to be completed this coming week, and after we look at it, we'll review the model and make sure that it is a model that is going to be fit for purpose for the next cohort. Na siku chache baada ya gavana wa kaunti ya Kisii Simba Paul Rarati kuzuru eneo la ujenzi wa hospitali ya Kansas Center katika kaunti ya Kisii, na Julius Migos Ogamba ambaye ni waziri wa elimu alizuru eneo hilo, huku pia akimuhimiza yule ambaye ni mkandarasi kufanya upezi ili hospitali hiyo isaidie watu kutoka maeneo mbali mbali. By force, so it means the way it is, because the cabinet paper that we are taking to the cabinet that was passed is that this is the hub, and the others are just boxes. Yeah. So we need this to come up, and we need it now, not stories. So is there somebody who has a schedule? You know, there's a bullet schedule that shows where are they supposed to be. Na tukiingia katika taarifa za kitaifa ni kwamba naibu rais Profesa Kithure Kindiki ni mmoja wa viongozi wengi ambao wamejitokeza wakimiminia sifa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, na kusema kwamba ni kiongozi shupafu, na kusema kwamba Afrika imekosa kiongozi ambaye angeyafanya yale ambayo Afrika inahitaji. Ni baada ya Raila Odinga kupoteza kiti cha wenyekiti wa mataifa ya Kiafrika, huku Mahmoud akichukua kiti hicho. Ana tumekuwa na kama nchi tulikuwa tunatafuta mmoja wetu kuongoza bara la Afrika,
lakini hatukufanikiwa. I just want to thank our president, I want to thank our former prime minister and those who supported our candidate. And even if we did not succeed, I think we came out strongly because we got the support of over 20 African nations. 20 African presidents, more than 20 actually voted for our candidates. And we thank God, hata kama siku yetu haikufika jana, our day will come in future. We just want to ask that the president and the former prime minister and all the leaders will continue working together to build the unity of Kenya, secure peace and stability for our country, the same way we were working together in that project, even if we didn't succeed. I pray going forward that the president, the retired prime minister, and all leaders, present and past, will work for national unity so that we can move the development of our country to the next level. Na wakati wanaendelea kumiminia sifa Raila Odinga, kiongozi wa wengi katika bunge la Seneti, Samson Cherargei, amesema kwamba hivi karibuni watafanyia katiba marekebisho na kutengeza nafasi ya waziri mkuu wa prime minister, na kusema kwamba hivi karibuni huenda Raila Odinga akawa waziri mkuu wa Kenya. Nadhani kwamba kutoka eneo hili la mapumziko People's Park, kaunti ya Kisii, tunaenda studioni tupate taarifa za spoti, biashara kutoka kwa Ruth Nyanchama na Jeff Nyakundi. Mimi ni Videlis Moshoge. Na katika rubasa kimataifa ni kwamba mwanasiasa wa Uganda Dr. Kizza Besigye alianza mgomo wa kula wiki iliyopita. Alikimbizwa hospitalini hiyo jana jioni baada ya afya yake kusorota. Haya ni kwa mujibu wa kituo kimoja cha runinga kutoka nchini Uganda, Kampala. Na kwingineko ni kwamba Saudi Arabia itakuwa mwenyeji wa viongozi wa ngazi za juu kutoka Marekani na pia Urusi. Kongamano ambalo litafanyika hapo kesho, ikiwa ni kuandaa kilele cha mkutano ambao utafanyika kati ya kiongozi ama rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake Vladimir Putin. Mkutano ambao utakuwa ni kuangazia vita ambavyo vimekuwa kati ya nchi yake Vladimir Putin na nchi ile ya Ukraine. Na katika taarifa za spoti ni kwamba timu ya Shabana hiyo jana ilipoteza pointi 2 muhimu baada ya kutoka sare kati ya kiputa kile ambacho kiligaragazwa katika uga wa Gusii Stadium kati ya Shabana na timu ile ya Mathare. Kufika hapo basi nafika tamati. Jina langu ni Geoffrey Nyakundi. Mwenzangu Ruth Nyanchama atakufahamisha taarifa za biashara. Kwaheri. Na katika biashara ni kwamba serikali humo nchini Kenya imeweka kumbukumbu maelfu ya ardhi ili kusaidia katika mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu, ikiweka mikakati ya kusaidia uhamishaji kwa nyumba hizo kwa wanunuzi. Na katika upande mwingine ni kuwa serikali ya Rais William Ruto imeomba mikopo ya milioni 572 kila siku kati ya mwezi wa Septemba na Disemba mwaka wa 2024. Ukijumuisha mikopo hiyo basi inakuja bilioni 68.7. Nikome hapo kwa sasa. Jina langu ni Ruth Nyanchama.